Simba wamesajili wachezaji wawili tu hao ambao mimi nimewaona. Nina haki ya kusema kuna challenge ambayo inafuata mbele. Yaani kuna watu ambao wataenda kutapika damu mbele. Kuna binafsi sioni Mpanzu kama anaweza kupata nafasi ya first 11 mara baada ya kuingia kwa Libasa Gay. Tukazie hapo uoni? Uoni? Sioni nafasi ya Mpanzu kuwa kwenye first 11 ya Simba kuwepo wakati yupo Libasa Gay, kwa sababu Libasa Gay ni mchezaji hatari kuliko Mpanzu. Suma Media, karibu na mbelenge za kimichezo, na hapa niko na Lugano, mchambuzi wa masuala ya kabumbu, Mr. Black and White. Kwema? Mzee wa Black and White. Mzee wa Black and White. Kwema? Au ukisema Mr. sio mbaya, lakini ni mzee wa Black and White manake hapo ndio nakaa vizuri sana. Kwa hiyo hapo inakaa unyamwezi sana. Namshukuru Mungu nimeamka vizuri. Namshukuru Mungu, uzima ndio kitu cha msingi. Nadhani hata mtu ambaye anafuatilia sasa hivi ni vitu ambavyo mimi napenda kuvizungumza, hasa kumpa Mungu tukufu, na kwamba yani mimi nilikuwa sina maamuzi ya kujiamsha. Yani kuna watu ambao walitamani leo waamke hawajaamka. Lakini Mungu amenipa nafasi ya kuamka. Namshukuru Mungu siku ya leo. Watu watembelea hata makaburini tu. Yaani ukiona tu makaburi tu yale yatakupa picha kwamba hivi kuna watu wasomi wamelala hapa. Kuna watu ambao walikuwa na matarajio makubwa itamani kuiona kesho yao, wapo hapa hospitalini na vitu kama hivyo. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu najaribu kuvuta picha kila siku ya kumshukuru Mungu, kwa sababu wapo wanaitamani siku ya leo, wengine kwa hospitalini, kwa vitanda vya watu mahututi. So God is good. Tuanze hapa. Jana Wekundu wa Msimbazi Simba imepata ushindi dhidi ya Mashujaa mara baada ya ukame wa muda mrefu kutokupata ushindi kwenye michuano yote walioshiriki CAF Champions League, the same Mapinduzi pia kwenye michezo yao ile hakupata ushindi, ila jana imepata ushindi dhidi ya Mashujaa, na watu wengi sana kama wameamsha morali hivi, na kitu ambacho kicho kinaimbwa ni mchezaji mmoja tu, Libasa Gay. Libasa Gay ni naweza kusema ni mchezaji ambaye amekuja kutibu majeraha ya mashabiki. Matumaini yameanza kuibuka kwa mashabiki wa Simba, ni kwa sababu uongozi wa Simba mimi niliwapongeza mapema. Nadhani ukiingia kwenye peji yangu, ukiingia kwenye kuna baadhi ambao tuliojana naye sini kama nanyia watu gani, niliwaambia kabisa mashabiki wawapongeze Simba, hasa viongozi wa Simba. Mashabiki wapongeze viongozi wa Simba kwa kuwaletea mchezaji ambaye alitakiwa kwenda kucheza Ulaya. Sio, unanielewa vizuri? Alitakiwa kwenda kucheza Ufaransa. Yaani timu ilikuwa na mhitaji Ufaransa. Wamedelay kidogo ile timu. Hata mwenyewe mchezaji anatamani kwenda kucheza Ufaransa. Lakini walivyodelay kidogo Simba wakamchukua, kaona nafasi iko hapa. Umeelewa? Na nani watakuwa wamemfuatilia vizuri, na yani kama anahitajia kwenda Ulaya, kwa nini tuachane naye? Lakini huyu Libasa Gay, kuna mchezaji ambaye wakati yuko Ivory Coast, umeelewa? Yani ni mchezaji Senegal Ivory Coast, wakati yuko kwenye hizo timu yuko Ivory Coast. Kuna mchezaji ambaye yeye alienda Ulaya, umeelewa? Alienda Ulaya. Mdudu vipi? Alienda Ulaya. Alivyoenda kule yule mchezaji akaenda kuambia, jamani, mnanisifia mimi, najua kuna jamaa anajua sana kule. Najua zaidi. Yaani kuna mwanangu anajua sana. Unajua maisha wakati mwingine ni bahati Yaani mtu aliyekuona ameona nini wakati huo, anatamani mtu aina gani. Jamaa akaenda kule, lakini baadaye yule jamaa akaenda kuhadithia kule, bwana, lakini nimemwacha kuna mtu anajua sana kuliko hata mimi hapa. Yaani wewe kuna mwingine tena anajua. Libasa Gay. Kwa Libasa Gay alibaki Afrika si kwa sababu hajui. Ni bahati tu. Na Simba wamempata Libasa Gay, si kwamba walikuwa na muscles ya kifedha kumpata Libasa Gay. Ni bahati tu. Huyu Libasa Gay itakiwa aende Ufaransa. Si kama unaelewa? Kwa Simba kuliwahi ile dili mpaka kumpata Libasa Gay. Ni kuwapongeza viongozi Simba kwa kupambana kumpata. Simba wamekosa saini za wachezaji wengi bora. Umeelewa? Lakini wamempata Libasa Gay. Ni mchezaji ambaye ataenda kuwapa vitu vikubwa sana, kwa sababu mechi ya kwanza ambayo nilimuona dhidi ya Esperance de Tunis, umeelewa? Touch ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Mimi nikasema bwana, Simba basi wamelamba dume. Hapa kuna mali. Ni mali kabisa, kwa sababu hapo unamzungumzia mtu ambaye bado ana wanasema
chemistry na team, bado ana full fitness, umeelewa? Kwa maana ile ya game time. Umeelewa? Ana full fitness, lakini anafanya vitu ambavyo vinafanana na watu ambao au ni zaidi ya watu ambao wana full fitness. Yani ana michezo mingi amecheza, ana combination na wachezaji, lakini yeye kaingia kakuonyesha kwamba naweza nikafanya hili. Yani Simba pale wamelamba dume. Yani kama ni Mangungu kamsajili huyo mchezaji, yani mashabiki wa Simba waachane kumlaumu Mangungu kwamba Mangungu sijui nini amewaletea chuma. Mangungu kawaletea chuma. Kama ni bodi ya wakurugenzi ya Simba imeenda kumsajili mchezaji chuma. Yani kama mchezaji angekuwa ndio amesajiliwa na Jairuti, yani ningesema Jairuti wampongeze, lakini najua ni uongozi mzima wa Simba. Mchakato ambao alifanya kumpata Libasa Game ni mchakato sahihi kabisa. Umeona mchezo wa kwanza nimesema kuna madhara alionyesha kwa upande wa AS Tunis, lakini mchezo dhidi ya Mashujaa kaonyesha kwamba mimi hizi mechi ndogo ndogo hizi naweza nikaziamlia. Matukio yanayofanana na tukio la AS Tunis, kuna sehemu alidribble wakati anacheza na AS Tunis, alidribble akataka kupiga jamaa ka block, yani kwa block manake akaonyesha kuzuia njia. Umeelewa? Aka drive tena mpira mbele, akataka kupiga akakosea. Scenario hizo zikatokea mara mbili, sawa? Ambayo imekuja kutokea pia kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa. Lile goli lile ni jaribio ambalo alilifanya wakati anacheza na AS Tunis. Ule mchezo aliofanya huko Tunisia. Kwa hiyo watu wategemee magoli ya kutokea upande wa kushoto kwenye movement ya mikimbio kwa Libasa Gay. Yatafungwa mengi sana. Watu watalia sana. Yatafungwa mengi sana. Yale ya kule wanasema anakotagia njiwa. Yatafungwa sana. Kwa hiyo na Simba ni mimi wapongeze, wamepata mchezaji bora, usajili ni bora. Yani hata kabla hajacheza michezo mingapi kashaanza kufunga goli tayari. Tena sio goli la nipige nikupige pupu, ni goli la mtu nataka kufunga. Akapiga shuti la kwanza. Nadhani utakuwa unakumbuka wakati hajafunga goli, sawa, Simba hawana goli, ali dribble akautengeneza mpira akapiga ukaenda juu, wakati Chama anauomba ule mpira na Chama alikuwa kwenye nafasi nzuri, mpira ukaenda juu. Chama kalaumu sana, kainua mikono hivi, bwana vipi? Yani kuonyesha kwamba akikuwa sahihi wakati mimi niko kwenye nafasi unapiga. Umeelewa? Akanyongea Chama, akaendelea na safari zake. Libasa Gay akamwambia Chama, pale nilipiga, yani nilikosea ni kwa sababu tu ya makadirio hayakuwa mazuri, lakini hizi ndio tabia zangu. Sio, unanielewa? Mzoe sana kwenye tabia. Akarudi tena, akadribble tena, wakati huo sasa Chama akawa kwenye nafasi yake, sio nani yuko wapi, akatafuta engo yake, akatwanga. Goli limeingia. Watu wakaenda kushangilia kwenye kibendera. Watu wakaonyesha kwamba huyu ndio Libasa Gay ameingia kwenye ligi ya Tanzania. Ni mchezaji mzuri. Nimekwambia kichwani yuko vizuri, mguuni yuko vizuri. Shida labda pengine iwe ni kitu ambacho kilionekana kwenye kiuno chake, ambacho tamaduni zetu hazikubaliani nacho. Ndio hiyo shida. Iwe ndio shida. Na ni vema akitoka akitofafanulia ile ni nini. Umeelewa? Lakini kichwani na miguu hakuna shida. Rugano, tutaweza kusema hiyo ndio sababu ambayo inataka kumfanya Elie Mpanzu kumuondosha Simba Sport Club kwa ule moto ambao ameuona kwa Libasa Gay. Nimesikia kuna barua Elie Mpanzu ameandika na anataka kwenda Raja Casablanca. Of course inawezekana Fadlu Davis anamhitaji Elie Mpanzu, lakini ndani yake kuna kumkimbia mtu ndani yake. Yani yale maamuzi inawezekana hapa stoboi. Hapa ili benchi itanisubiri. Ni kweli akili ya mtu mwenye akili ni pale unapofanya maamuzi yenye akili. Yani unajua hiki hapa hii njia hii nikipita hii kuna vibaka nitakabwa na simu mfukoni. Kwa hiyo unaweza ukapita usikabwe. Lakini ukipita ukakabwa baadaye utajiona mjinga. Kwa akili ya mwenye akili huafikiria vitu vyenye akili. Mpanzu anafikiria kitu kizuri. Kwa sababu uchezaji wa Mpanzu ni uchezaji wa kizamani. Anakwenda. Nowadays watu wanazungumza unafanya dribbling ukiwa ukijua kwamba nataka kitu gani. Ndio maana dribbling kuna maeneo mengine utaki kufanya dribbling. Kuna sehemu nyingine ambazo wewe unataka kutoa pasi, one touch, unaingia kwenye boxi, umefunga. Umeelewa? Sasa Mpanzu anafanya dribbling zingine sio maeneo ya kufanya dribbling. Umekwenda. Ule ni unasema ni uchezaji wa kizamani.
binafsi sioni Mpanzu kama anaweza kupata nafasi ya first 11 mara baada ya kuingia kwa Libasa Gay. Tukazie hapo uoni? Uoni? Sioni nafasi ya Mpanzu kuwa kwenye first 11 ya Simba kuwepo wakati yupo Libasa Gay, kwa sababu Libasa Gay ni mchezaji hatari kuliko Mpanzu, hasa kwenye mikimbio na maamuzi yake. Mpanzu ni mchezaji mzuri, lakini tayari ashaanza kupoteza ule mwelekeo wake wa uzuri kwa sababu ya makosa ambayo anafanya kwa kujirudia. Si umeelewa? Wakati huo mzungumzie pia na Kibu Dennis Mkandaji, naye ana wakati mgumu sana wa kuwa kwenye kikosi cha kuaminika, maana amekuwa na makosa mengi sana, na ukimwangalia unaweza ukaelewa kwamba kukosekana kufunga goli kwa Kibu Dennis kunamuumiza kichwani sana. Anatamani afunge magoli, anapapara sasa ambazo zinampelekea mpaka afanye makosa mengi. Kwa hiyo Kibu Dennis ana wakati mgumu sana, Mpanzu na wakati mgumu sana, kwa sababu Kibu Dennis amekuja mtu anaitwa Anset Oura. Umemwona maajabu yake pale, ana game fitness, hana game fitness. Anaweza kudribble, ana feint, ana body feint, ana eyes feint, sawa, ana ball feint. Hizo zote nakwambia, hizo zote ni feinting za mchezaji. Ball feint, body feint, eyes feint, zote anakufanyia, anazo zote anazo. Lakini huyo ni mchezaji ambaye amekaa zaidi ya miezi si miwili si mingapi hajacheza. Si kama unaelewa? Hajafanya nini? Hajacheza. Ule ndo mpira ambao tumeuona pale. Akiwa na ufiti wake, unafikiri nini kama watu sio kutapika damu? Watu watatapika sana. Mtu ana feint, anafanya, anakimbilia huko, anakuacha unaenda huko. Kama hujaangukia kichwa unafanyeje? Anakuongopea. Kwa hiyo Simba wamesajili wachezaji wawili tu hao ambao mimi nimewaona. Nina haki ya kusema kuna challenge ambayo inafuata mbele. Yaani kuna watu ambao wataenda kutapika damu mbele. Kuna watu ambao wataanza kulaumu viongozi wao kwa ajili ya watu ambao walisajiliwa na Simba. Unajua yani nchi ya Tanzania hasa kwenye mpira wa miguu, Simba na Yanga, yani unaweza kufanya vitu vizuri vingi, lakini siku moja ukikosea utasikia bwana anatuzingua bwana yataibuka mengi sana. Lakini wachezaji waliosajiliwa na Simba wanaenda kutibu sawa malalamiko ambayo mashabiki huwa wanakuwa wanalalamikia viongozi wa Simba, na wanakuwa wanamlalamikia Mangungu. Unaweza ukashangaa wakaanza kusema Mangungu apepewe, si Mangungu apewe maua yake, Mangungu sijui si akifa sioze, Mangungu asifanye nini. Yote yatapatikana safari hii. Kama furaha imerejea hivi Msimbazi furaha imerejea kwa kiasi chake, lakini mimi nasema bado hatutaki kumaliza maneno yote, umeelewa? Lakini kwa kile nilichokiona mimi binafsi, mimi napenda kuzungumza ukweli. Mchezaji kama ukizingua, najua huyu kazingua, huyu ana uwezo, huyu ana uwezo. Kwa hao wawili waliocheza, wakipata fitness yao, combination ya timu, wale wachezaji wa Simba wakijua Libasa Gay akikaa sehemu gani ni hatari, ukimpa mpira wanaweza kufanya maamuzi gani, Anset Oura ukifanya hivi anafanya nini, wakitengeneza ile chemistry yao ile pale mbele, ndio kulikuwa na tatizo. Simba sio kwamba ilikuwa inacheza vibaya, ila mbele wale ambao wanatengeneza nafasi. Unajua mpira wa miguu ni mpira wa nafasi. Yaani unanitengenezea nafasi, sawa, nafasi nizitumie. Huyo Soa ambaye anaonekana ni butu, ni kwa sababu anakutana na watu ambao hawamtengenezei hizo nafasi. Sasa umetengenezea nafasi labda 3 Soa. Hizo nafasi 2 kakosa. Sawa. Mmoja kapiga shuti kadaka. Maana yake kipindi kizima kishaisha. Ukimtengenezea nafasi 10, akikupa magoli 3, nafasi 8 lazima atakupa goli 1 au 2. Ndio mastreka walivyo. Mastreka wapo kwa ajili ya kukosa na kufunga. Lakini nafasi anayotengenezwa ndizo ambazo zitamconvert yeye akapata nafasi. Umemwona Mwalimu Gomez, Sulemani Mwalimu Gomez, umemwona? Kaangaika kapiga shuti moja, sio limekataa, akajaribu kuingia kwenye box imekataa, sio nini, lakini baadaye kwenye box mpira umegonga, umepigwa huku, kibabage kausogeza mbele kwa mgonga mchezaji, kaingiza kwenye nyavu. Kati ya kama ni kwa sababu ya nafasi ambazo zinatengenezwa.
kama nafasi zingetengenezwa asingefunga. Kwa hiyo Simba watapata nafasi ya kupata magoli mengi au kujibu yale malalamiko ya wachezaji, kwa sababu nafasi zitakuwa zinatengenezwa kutoka upande wa kushoto, upande wa kulia. Yani mipira itakuwa mna flow kuingia ndani, ndio nakutana na washambuliaji. Malalamiko kwa Simba sasa hivi yatakuwa yanapungua.